Kama bado hujasubscribe katika media hii, subscribe chini ya video hii, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele na utakuwa umejihakikishia kupata kila habari ambayo inatokea ndani na nje ya nchi ya Tanzania. CEO wa EFM Majizo siku leo ameweza kuzungumza wazi kuhusiana na hali ambayo kwa sasa hivi wasanii wanapitia. Amezungumza mambo mengi sana kuhusiana na namna ambavyo kwa sasa hivi wasanii wamekosa kabisa support kwa mashabiki zao. Unaweza kuona hali ni mbaya kwa wasanii. Mfano mzuri tuliweza kushuhudia msanii Juma Jux aliweza kuachia ngoma yake katika peji ya YouTube baada ya kuona haijatembea, baadaye akaifuta hiyo ngoma. Lakini pia ukitembelea katika ukurasa wa YouTube wa Zuchu unaweza kuona kuna ngoma ambayo aliitoa katika siku yake ya kuzaliwa, ngoma yake ya Reason. Mpaka dakika hii hakuna support yoyote ambayo mashabiki wameweza kumpatia, labda ngoma hiyo kuifanyia challenge, lakini pia labda ngoma hiyo kusogea mbele. Tumeshazoea wasanii siku ya kwanza, siku ya pili tayari wana mashabiki ambao wana support kazi zao, unakuta milioni 1, milioni 2, basi unaona hali ni nzuri. Lakini kwa sasa hivi wasanii hali zao ni mbaya. Show kwa sasa hivi hakuna, lakini pia ndo kama hivyo muziki wakiachia support imekuwa ni ndogo sana kwa mashabiki zao. Sasa Majizo akaona hapana, labda huenda anaweza akasimama akazungumza na baadaye mambo yakakaa sawa. Amezungumza mambo mengi sana. Kwanza kabisa aliomba msamaha kwa maneno ambayo msanii Diamond Platnumz pamoja na wenzake waliweza kuyazungumza. Basi tunakumbuka kile kipindi Diamond alikuwa kwenye gari pamoja na Ommy Dimpoz pamoja na Mario pamoja na Jux. Walizungumza kwamba watu wanatakiwa kufanya kazi na watu wasiweze kuilaumu basi serikali ambayo iliyopo. Kila mmoja afanye kazi kwa upande wake na utapata riziki ambayo umeandikiwa na Mwenyezi Mungu. Sasa baada ya zile kauli kuzungumza, na pia walitumia lugha ya matusi, ikapelekea mashabiki wakawa wamechukia, wananchi wakawa wamechukia, wakaona ni kama vile wasanii waliweza kuwadharau. Na baadaye Majizo akaomba msamaha kwa ajili ya hilo, lakini pia baadaye tukaweza kuona ni kwa namna gani Majizo akazungumza kwamba hao ni vijana, kuna muda wanaongea wanapitiliza, kuna muda wanazungumza wanajiona wako sahihi, lakini kumbe hawapo sahihi. Yeye kama Majizo, yeye kama kaka mkubwa ameliona swala hilo wazi, lakini pia akaona huenda muziki au industry ya muziki ikaanza kuharibika kutokana na hii hali ambayo ipo kwa sasa hivi. Unaweza kuona kwa sasa hivi mashabiki kampeni kubwa ambayo wameianzisha ni kwenda katika peji za mitandao ya kijamii za hao wasanii na kuunfollow, yani kupungua kama mashabiki zao. Unaweza kuona hasira ni kubwa sana ya wananchi, na wamefanya mambo mengi sana ambayo yanapelekea wasanii wanashindwa hata kufanya show. Wasanii wanaona kwamba tutasapotiwa kweli kama hivi tukiachia muziki haisogei, mashabiki hawasapoti, je, tukija kufanya show sisi tutapigwa na makopo ya mikojo? Ni kama vile wasanii wameanza kuogopa. Majizo akaona hii industry ya muziki imetoka mbali sana. Amezungumza mambo mengi sana, amezungumza ma legend ambao walisimama kuinua tasnia ya sanaa ya muziki. Marehemu Ruge Mutahaba, Mwenyezi Mungu amlaze, yeye pia ameweza kumtolea mfano mzuri. Lakini pia Majizo aliamua kusisitiza kwamba kama tunaweza basi tutafute adhabu nyingine ya kuwapatia wasanii na wala sio hii adhabu ambayo tumewapatia, kwa sababu ameweza kumtolea mfano mzuri sana msanii Diamond. Ni msanii ambaye kwa asilimia kubwa sana amesaidia wasanii wengi wa hapa Tanzania. Anakuambia bila Diamond tungemjua Harmonize, bila Diamond tungemjua Rayvanny, bila Diamond tungewajua wakina Mbosso Kani. Unaweza kuona Diamond ana mchango mkubwa sana pia kwa vijana. Lakini pia Majizo akatoa mfano mdogo sana, akasema kama usipo support video ya msanii, anakuambia katika uandaaji wa video kuna watu wengi sana ambao wapo katika huo uandaaji wa video. Anakuambia kuna makameramani, kuna ma video editor, kuna madansa, kuna watu wengi sana ambao wanashughulika katika kutengeneza ile video. Unaweza kuona pale unapokataa kusupport video inamaanisha unakataa wale wengine wasipate riziki. Hivyo basi tunataka tulifikirie, tuangalie hao wasanii wetu kwa jicho lingine. Majizo ameomba sana ili mradi tu watu waweze kumuelewa. Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza baada tu ya CEO wa EFM kuzungumza na kuwaombea msamaha wasanii wetu? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na turn on notification.